hapana tumbo, na mwenye kupotea ni mtoto yangu. Kwa hivyo niko na huzuni, kwa hivyo mniombee. Sasa mimi nashindwa, tafanya nini? Ananiwacha uchi, sababu huyo mtoto ndiye na mimi nategemea yeye. Mimi ndio baba yake. Kwa hivyo muweke kwa maombi, hayo tu. Na hawa watoto ndio wangesaidia mimi. Sasa wanaenda na paki peke yangu, ni nani atanishika? Nikapanda pikipiki nikaenda, nikakuta mtoto wangu amepigwa mapanga, soka. Alipigwa soka kwa kichwa peke yake. Mtoto wangu alikufa kama ameweka mkono kwa kichwa. Akabeba mkono juu, akachukua jaketi yake wakamfungia. Niko na huzuni. Kamwambia ni sawa. Baada ya dakika 20 tena akapiga. Amekuwa mkali sasa. Akaniambia umepika? Kamwambia bado, ndo natengeneza mboga. Fanya haraka, sitaki nikuje nikae hapo. Nataka nikuje chakula kama kiko kwa meza, nikule niondoke. Nataka kwenda kutafuta pesa. Punde si punde nikaanza kutayarisha chakula. Akaingia. Akapata nishapika. Akaniambia umefanya vizuri. Ile kitu iko, roho yangu inataka tu mayai ya kienyeji. Mtoto ako wapi? Mtoto wangu huyu mkubwa. Akakuja, akaenda kumtafutia mayai ya kienyeji. Akachukua silasha, akaanza kufika huko ndani. Akaniambia, rafiki zangu wamekufa wote. Sasa mimi ni nini? Ni heri niende nipumzike. Nikamwambia unafurahia kifo yenye rafiki zako wanakufa. Hiyo kifo ni ya uchungu, sio kifo ya kufurahia. Akaniambia, nitakuwa nimekufa kishujaa. Mtu akikuwa kwa kitu yako, nitakuwa nimekufa kishujaa. Nikamwambia toa hiyo mawazo, ni mawazo chafu. Akakula chakula, akatoka. Ilipofika saa 3, nikapiga simu zake zote, nikapata ni mteja. Nikaenda kwa madhe, nikamuuliza, hajafika? Akaniambia bado sijamuona. Tulikesha hiyo siku yote, hatukumuona. Ilipofika asubuhi, nikatoka nikaenda kwa barabara hapo. Nilipofika nikaona rafiki yake anaitwa Imende. Nikamsimamisha. Nikamuuliza, jana kuliendaje? Rafiki yako hakurudi, sijamuona. Akaniambia, nilitoka stage mapema, itabidi tuende tuulize huko. Akaniuliza umepiga simu zake? Nikamwambia simu zake zote ni mteja. Akisikia beshte yake amekatwa mahali ama ameuawa mahali, huwa anaongea tu hivyo. Anasema huyu ni beshte yangu sana. Sijui mbona ameenda hivyo. Sasa mimi ni nini mbele ya Mungu? Marafiki zangu wameisha wote. Na mimi naanza kumtuliza. Ni vijana wengi wameuawa. Sioni hata wakishughulikiwa, sioni hata wakifuatilia. Wametusahau kabisa. Serikali imetusahau. Watoto wengi wamebaki mayatima. Wamama wamebaki wajane. Kuna kitu wanafuatilia. Mimi wenye walimuua na waachia Mungu na nimewasamehe. Safari ya Eba ikuwe njema. Achie watoto wake salama. Iboma Eba ndiye alikuwa tegemeo letu, na Eba alikuwa mchapakazi. Eba alikuwa na mafikirio njema. Hata mimi kikuwa nimepotea, anakujanga na niambia, Jason, sisi ndio tunaona tumebaki kwa hii mji. Usikue kama watu wengine, usikue na kukamate pombe kipite kiasi. Naambia ndugu yangu ni sawa. Nikaambia ndugu yangu, hii nyumba ya madhe tunafaa tukae pamoja. Kama madhe alikuwa tu amekaa tu hapo. Tunafaa tukae pamoja na tukujengee madhe nyumba mzuri. Eba akasema, Mungu abariki. Tutafanya hiyo kazi na tutachapa kazi, kwa maana hii boma yetu, baba yetu hakuwa na kazi, mama ana kazi. Tukitoka ndio tunapatia kwa mama atakuota asubuhi, ndio tunaenda kwa kazi yetu. Sasa sisi tulikuwa, mimi nimeumia juu hiyo watoto
Hii watoto sijui watakuwa mna gani, juu ndugu yangu ndiye alikuwa analisha watoto. Hata dada yangu wako katika hii nyumba. Dada yangu vile alienda katika ndoa yake na Mungu, shetani naye ikaweka mambo yake hapo. Tukamwambia hapana, utahangaika dada yangu, wewe leta watoto hapa, sisi tupo, tutalinda watoto. Sasa Eba alikuwa ameweka watoto kwa njia safi sana. Hata mimi nikiondoka najua kama sijapata Eba ako huko nyumbani ataleta kwa katakuota. Mimi nimebaki tu kwa huzuni juu ndugu yangu mkubwa hana kazi. Huyu mdogo ule Rafata huyu hana kazi. Na sisi ndio tulikuwa tunachapa kazi ndio tuone mama atakulaje, baba atakulaje. Alafu ni hiyo tu, na mimi ni uchungu tu. Kama Jaso waskote mniombe. Kwa majina naitwa David Askoe. Mimi ndiye mwenyekiti wa kikundi kinachoitwa Pamoja Motorcycle nayefanyia kazi Siaya Junction pale Luanda. Jambo lenye nisasema kuhusiana na kifo cha mwenzangu ambaye ni Jonathan Eba, ni uchungu sana. Eba ni mwanachama wangu. Jambo la pili, ni mmoja wa wana security wenye tunasaidia nao kazi pale stage. Anachukua pikipiki, amemaliza maisha yako pasipo na kujua ya kwamba familia uko nayo imekuhitaji, imekuacha, imebaki nyuma, itasurvive namna gani? Imekuwa ni uchungu sana, ni jambo lenye limekuwa la kutuhuzunisha. Saidi kama mimi kama mwenyekiti, hata jambo la kuongea limenisinda. Kwa sababu gani? Imekuwa ni mara nimepoteza huyu memba wangu wa 3 akipotea kwa njia kama hiyo. Wana serikali ambaye ni polisi wanakuja, wanatubembeleza, wanatuambia turudi chini, haya mambo wanaenda kushughulika. Lakini baada ya muda mfupi yanaenda yanaisha hivyo. Sana wanashughulika tu, kwa mfano kama vile Eba hivi, vile atatoka tu mochari akuja aziko, story yake imeisha hivyo. Swali langu, huwa tunatazama vyombo za habari, Citizen, KTN na hizi vyombo zingine. Hao watu maarufu wakipatikana wameuawa, wahusika haichukui hata wiki 2. Unasikia wamefanya nini? Wameshikwa. Sisi hatuna haki ya kuishi hapa Kenya, sisi kama wanabodaboda, ama tunachukuliwa katika kiwango gani? Kwa sababu kuna huyu mbunge aliyeuawa na majambazi. Haikuchukua muda, alipatikana waliohusika. Na sisi wanabodaboda mambo yetu inaishia tu hapo. Pikipiki haitawahipatikana, aliyefanya haya maneno hatawahipatikana, na tutaendelea tu kukufa. So kama wanabodaboda, usalama wetu nitasema tu kwamba imebaki tu mikononi mwa Mungu. Hatuna haki yoyote kwa serikali. Kuna vile tunachukuliwa tu, hatuchukuliwa kama binadamu, hatuna haki yoyote. Mwisho ningependa tu kuomba uheshimiwa. Kuna huyu mjane amezoea kutafutiwa. Kuna huyu mama mkimwangalia ni mlemavu. Naitwa Steven Okiri. Mimi ni top security wa Elisha Eba. Tumekuwa tukifanya naye kazi ya bodaboda. Na venye najua rafiki yangu na pia ndugu yangu, yeye amekuwa rafiki yangu wa karibu sana. Na kifo yake imeniumiza sana tena sana. Na kusema ukweli, vijana wetu wa bodaboda wameisha. Huwezi beba hata mtu usiku, unamalizwa. Na wenye wanatumaliza ni wenye wanatujua vizuri sana. Ndugu yetu huwa tunakuwa naye stage kufika saa 3. But yeye uniambia, Steve, wewe najua uko na tuktuk, wewe najua utaenda tu nyumbani. Mimi nataka kutafuta maziwa hapa, nipelekee familia yangu nikiingia. Yeye hata kazi ikuje ya kuingia ndani, yeye huwa haendi, yeye huwa anakataza. Wa tracking inaweza fanyika au wezi wanaweza patikana na familia ikapata haki yake. Sina mengi ndugu zangu, ni uchungu tu.